2026 unaokuja, watu tujifunze kuwekeza mitaji ya pamoja. Sometimes watu tunakazana kufanya vitu sisi wenyewe, lakini hatufikii malengo au tunachelewa. Lakini nilikuwa nasoma mahali wakasema kwamba Elon Musk anamiliki 13% tu ya Tesla, 13% tu, nyingine yote ni wawekezaji. Jeff Bezos yule wa Amazon anamiliki 9% tu ya ile kampuni. Huyo ni Jeff Bezos. Lakini Microsoft yule Bill Gates anamiliki 1%. Ina maana hizo 100 zingine 99 za Microsoft zinamilikiwa na wawekezaji, si ndio? Sasa mimi na wewe ni nani mpaka tungangane kufanya kila kitu 100%? Sijasema mtu asifanye biashara yake au asifanye kazi yake binafsi. Lakini hapa tunaongea kuhusu sasa kuwekeza mitaji ya pamoja ili tufike kwa haraka. Kwa hiyo nikasema ya kwamba kwa mfano, nitoe sasa mfano halisi ili watu waweze kuelewa. Let's say nyinyi mpo hapa ofisini, mko watu 5, sawa? Mnapendana, mnafahamiana, mna zile values, mna zile understanding za pamoja. Tunasema tutaka tufanye uwekezaji wa miaka 10, 15 mpaka hata miaka 20. Tunasema kila mwezi tutatoa milioni moja. Kwa mfano sasa nasema mfano. Mtakuwa mmepata milioni 5 kwa mwezi. Mara miezi 12 milioni 60. Hivyo unajua milioni 60 unaweza kununua ardhi 2, yani milioni 30 maeneo ya huku tu, labda huku nje ya mji kidogo, kwenye maeneo mazuri tu, ambao kinozo milioni 60 ardhi 2 kwenye mwana kikundi. Sasa tunasema ya kwamba tunaweka fungamano la pamoja baada ya miaka 15, sawa? Lakini kila baada ya miaka 5 zile ardhi tulizonunua tunaanza kuziuza, kwa sababu tunaassume zimesha appreciate in a certain level, au mnaanza kuwekeza vitu vya wewe mnajenga pale ya zile ardhi. Kwa hiyo ina maana ni nini? Ina maana lese ni milioni 30, ardhi 2 milioni 60, baada ya miaka 5 ni milioni 120. Ina maana mtapata faida 100% baada ya miaka 5. Ambapo hiyo hela ukiko kwenye maeneo mengine ya uwekezaji, hiyo pesa huwezi kupata kwenye kiwango hicho. Na kuna ardhi zingine ambazo zinakuwa double hata baada ya miaka 3, by the way. Kwa hiyo kwa jinsi hiyo utaona kwamba mtakuwa mnapata faida kwa haraka. Sasa hii mnafanya hivi kwamba kila mwaka sasa mnanunua ardhi. Kwa mfano milioni 60 mwaka huu umenunua ardhi 2, milioni 60 mwaka kesho tena mmenunua ardhi 2. Milioni labda kuna za milioni 20 mmezipata mahali eneo uzuri. Mwaka 2028 mmenunua zingine ardhi 3. Mwaka 2029 tena mmenunua zingine baba 1. Baba milioni, mmeona mahali mnapanda milioni 60 mahali pazuri mkaamua kununua. Ikifika mwaka wa 4 au ule mwaka wa 5 mnaanza kuuza hizi ambazo mlikuwa mmenunua mwaka jana. Sasa umeelewa? Zile za awali kabisa. Zile za awali baada ya miaka 4 au 5. Utajikuta kwamba mtakuwa mna mali na fedha nyingi kuliko kile ambacho ulichowekeza. Yaani kwa sababu mara nyingi ardhi inaweza kaenda mara 2 mpaka mara 3. Kuna wakati unaweza kununua ardhi milioni 30, baada ya muda tu ni milioni 100 tayari. Tuishie hapo, tutakuja kurejea.